welcome to Walter Wallman channel. This is the second episode of Wallman Nama Celeb. The first episode did really well, and we thank Taylor Music for joining us for the episode. Today we're going to have one very good musician, songwriter, artist from Nairobi County by the name Jay Lantern. Take time, listen, enjoy, but also like and subscribe to this channel so that we might be able to bring you this episode once more. Thank you and enjoy the session with your host Kafela and the current guest Jay Lantern. In today's episode, on a guest, none other than Jay Lantern, the best songwriter, the best performing artist currently for muziki, and tutakuwa tunaongea naye moja kwa moja. Nimepatana naye upande za maeneo tofauti. Drum rolls. Yeah, Karibu sana. asante Sana. Nimefika at last Potea sana mtafuta. bana, shughuli tunajua hapa na pale. Kazi ndio mingi ama na shida gani? Maisha ya usanii bana, tricky bana. Kwanza kabisa ningependa tuambie who is Jay Lantern? Jay Lantern ni msanii. Jay Lantern ni rapper, singer, and entertainer. So huo ndo Jay Lantern. Huo ndo Jay Lantern adidia de. Bana. So where did the name Jay Lantern came from? Jay Lantern first J inakuanga tofauti, J hyphen Lantern, naona. So J means Joseph's Lantern. So Joseph is my father's name, naona. So Joseph ni jina mzee. Joseph ni jina mzee wangu sasa, my father. So I came with that name, nikajiita Joseph's Lantern because nilijiona one day I wanted to become the light to my father's house. So that's why nikajiita Joseph's Lantern. So basically nilikuwa ni mimi, maono yangu ni siku moja je nikuwe lete light kwele kwa nyumba ya mzae, unaona. Sisi unajua pia sisi tumelelewa na kwa tumekuwa tu kwa background ya chini. So ndoto yangu ilikuwa ni kuja tu change situation home. So hiyo ndo the meaning ya Joseph's Lantern. So lantern ndio mimi sasa. Mwanga, si unajua what's lantern? Lantern ni kitu inaleta mwangaza, gitaa, unaona. Na Joseph now my father. No, now I'm Joseph's Lantern. That's the meaning of Jay Lantern. So where did your music journey begin? My music journey started way back nikiwa shule. Nikiwa shule primary nilikuwa naandika vitu shairi hapa na pale. Nilikuwa nikopoa shairi by the way. Lakini sasa ikafika high school, nikapiga udansa kiasi. Udansa nikaona ilikuwa poa though, ilikuwa inanisaidia shule, ilikuwa shule inafanya kuwa famous pia. Unajulikana. Kuteka warembo pia. Warembo unajua shule ukiwa lazima uwe na talent. Ndio unakuwa unajua
wewe ni chopi eh Unasema bila kitu hapo wewe ni footballer, unajua mpira, anyway sports uko sawa. Ama ukuwe na talent, ndio shule at least utakuwa unajulikana, unaona. So shule kama wewe ni boring, utaishi maisha loni, utatamani shule itaisha lini? wewe uko tu. Wewe uko tu. Mpaka siku jioni uende nyumbani Bwana nakubuliwa. So mimi nilikuwa at least shule nilienjoy. Nilikuwa najipa tu nini, niko na vitu za kufanya, unaona, vitu za kufanya at least shule naona iko interesting, unaona. So one of the things pia baadaye hapo I think niko form 2 ndio nilianza yani ya muziki sasa, chora unaona. So nilikuwa nachora class hapo ma break time, rusha mistari hapo, wase wanaona huyu msee ina make sense, unaona. Sasa hapo pole tu nimaliza shule nikaingia kurecord, nikarecord ngoma kadhaa, zingine haziko ni sio hiyo. Unaenda studio, msana anakuitisha zingine una ya kumaliza. So kuna ngoma zingine mingi sana zilikuwa siwezi kuzilipia, unaona. So zilibaki kwa studio. Ukianza hata tao tatu unapata wewe tao tatu pia ni ngori. Ngoma ni kali ndio, lakini jamaa akwambia bila hiyo lazima unampiga tao mbili kama bado moja. So unaenda pia umeachilia ngoma hivyo, but either way ilienda hivyo. Baadaye nilikuja nikapata ngoma nyingine hapo, nikatoa video. Atoaje video? Hiyo wakati bado ukiwa shule tu bado? Hapana, hapo sasa nishamaliza shule sasa. So hiyo ndio ilikuwa kama nini yako ya kwanza? I think ngoma yangu ya kwanza nilitoa 20 ile ngoma na video. Ngoma na video nilianza kutoa 2020 ama 2021. Hiyo wakati wa corona. Kuna ngoma nilitoa ile kafu. Sasa hiyo ndo ngoma yangu nilitoa na video, unaona. Ndio niko na ngoma sijui 2-3 nimetoa na audio bado. I think ziko YouTube. Before that hiyo. So before hiyo. Before hiyo, unaona. So inspired the most inspire kwa kuja kwa actually mwenye inspire ni nani inspire kukumbuki tunazaliwa mimi nikikumbuka niwanga dancer by the way. Niwanga dancer. So kuna bro wangu ananifuata anaitwa Storm. So Storm alikuwa anatoanga pia, alikuwa na rapping, unaona. Wao alikuwa na rap. So baadaye mimi nilikuwa na dancing, kwa sina haja na muziki sana. So baadaye pia mimi ile sometimes mnajichocha hivi kama unaweza rap unatunga maneno 2-3 hivi zimeingiliana hivi, hapo nimerhyme hapo. Hapo sinaweza kuwa msanii. Unaweza kuwa msanii bwana. Unaweza hapo. Kuna best yangu fulani hapo alikuwa ananichochanga sana. So yeye alikuwa ananichocha, wewe unaweza kujaribu muziki, wewe unaweza imba. Jaribu muziki unaweza imba. Wale marafiki wanakusukuma hata. Sasa huyu mzee ndo nikichora hivi kama kavasi kamoja hivi, alafu niimbie wasee. Sasa wanaona hii kitu ni kali, unaona. So I think hivyo ndio nikaona by this hii muziki pia ni possible, unaona. So hapo ndo nikaanza kuimba, but bro yangu alianza kurap mbele yangu. So like msanii amejiestablish pia yeye ni msanii vile tu mambo yaje kwa fiti yakatokea hivyo, but ni msanii. It was Tom the Hot Block. Hapo I think YouTube I think anapatikana YouTube. Tamtafuta baada hii tamtafuta, ni msanii mkali rapper. So like Adrian, uliza sahi unaweza describe aje music yako? Music yangu I started like as a rapper, na the time nimeenda na nimegrow na lyrically, confidence na vocals pia. So right now naweza imba, naweza rap, unaona. So but sasa sana nataka kutoa manyimbo sasa. Nataka sasa kubezana kwa rapping. Nataka kutoa mix of rapping na
wachanganya kisasa. tunachanganya. So unauliza like what song introduced you to the public, ngoma gani introduce kwa public watu wakujua kama Jay Lantern ama So I think ngoma ilinifanya sisi watu wasee wanijue vizuri ni Curfew. Ambayo hiyo miaka hiyo I think ni 2020. Sure 2021 hapo. Ndio ngoma sisi ilifanya wasee wanijue, unaona. na naona inafanya vizuri, Curfew inafanya vizuri sana pale YouTube. Bana maana ni most time Maybe kama ungetamani kuziwe sanii basi kidogo ya Curfew. Yeah man. So Curfew ni ngoma nyingine hapo 2020 hapo wakati 2020 wakati wa corona. Ilikuwa ni kama tunayo idea ya Curfew, watu walikuwa wanashikwa sana. Ukifika saa moja ukipatikana nje. Ndio bana. Hapo ndo nikakuja na idea. I think tulikuwa kwa nyumba. Idea Curfew na muziki ikatokea kwanza. Kuna Curfew na bado niko jam. Kuna Curfew na sahi niko waba. Kuna Curfew na tenje imedai. Kuna Curfew si leo utaniua. Curfew ni karantini. Curfew ni makarao. Curfew nitoka mbio. Curfew sinajua ni kiboko. Niite Lantern dogo lao na madabitu kibaba lao. Mimi niko zangu na siko zao na vitu nice madogo dhanyo. Wasonipenda shauri zao. Curfew nitoka mbio. Curfew nitoka mbio na Curfew ni makarao. Patikana kiboko. Lazima man. Hadi mimi nishaipa viboko sana za Curfew. Hiyo saa moja ukipatikana ukiwa kimpo nje ama bana ilikuwa masaa moja tu. So ukipatikana kushikwa. I think after kuepa fimbo hiyo siku ndio nenda kafunga hiyo Curfew by then. So ulikuwa inspired kwa sababu toroka hii fimbo. Ilibidi nitunge ngoma. Na wasao walipenda, walinice sana. Naona inafanya vizuri kabisa sana. Inafanya poa sana kwa wale wajienda kuiona, mzenda mkoona hiyo ngoma YouTube inaitwa Curfew, Jay Lantern na Zapata. Ilifanya Zapata, ilikuwa Zapata sio? Yeah, Zapata my G. Zapata ni msee wangu bana. Zapata hata hiyo wakati ndio Zapata pia ameingia muziki. Actually alidefeat sana. Wewe nilikuwa ngoma yake like kusomea tulimpatia collab. I think Zapata hata pia ndio ngoma pia nimetoa. Unaona basi ulikuwa kianza lakini kumbe ulikuwa ni inspire mwingine. Bana Zapata ni mjio wangu sana. Hapo pia yeye ako na ngoma zake. Unazipata kwa YouTube. So which shout out to Zapata baby. So Zapata nilikuwa na interview na the other day before nikuita. Maana na nikuuliza kupita. Zapata anafanya vizuri sana. Msem humble sana. So which song is your favorite song? Kwa hizo ngoma zimeshatoa zako. Actually my favorite song is Usinikatie. So nini ilikuinspire ukasema usinikatie juu? Usinikiangalia jina usinikatie inamaanisha usiniharibie siku, kitu kama hiyo. Usinikatie. Usinikatie ngoma ya na watu maswali mingi, unajua kuna watu wanaopata maswali za pale. So mzee anaanza kuuliza man umepotea na unafanya nini manze? Umepotea sana, kwani siku hizi unadu nini siku hizi? Na yani hizo maswali saa nyingine ni ubo. So hapo ndo nikama pia na ngoma ya Usinikatie. Na hiyo ndio favorite song yangu ya pili. Kwa wale wanajiona ngoma Usinikatie pia unaweza kuona kwa YouTube. Na subscribe kwa Jay Lantern pia. Ndio banga nyingine hatari. Hiyo ngoma tu ana jamaa iko Sneeze. Mwingine pia hatari rap fulani deep voice hivi. Lakini naona hata unasema hii mwaka unafanya ngoma mingi kwa dakika unaimba. Unaona unafanya vizuri sana kwa rap. Yeah, so rap I think ni kitu ninajua tayari niko sawa, unaona. So unajua kimuziki pia lazima ujaribu vitu outside the box, unaona. So to comfortable na
So hata wenye walianza kuna watu wengi sana walianza asarapa na siku hizi wanaimba. Unaona, na mimi personally nikijirate hapo kuimba naona niko sawa, ngoma zangu zitaenda mbali sana vile sija release but ziko niko na ngoma kama ka album hivi nimeipika tu. So nini inafanya tofauti na wasanii wengine wewe kama Jay Lantern? Mimi kama Jay Lantern, I think mimi kama Jay Lantern msanii ni kuwa wewe tu, wewe unaona. I think mimi sijilinganishi sana na watu wengine because kila mtu ako poa kivyake na kila mtu ako unique kivyake. So me as me niko na I'm confident and believe that I'm also unique in my own way. Bila kujilinganisha na mtu mwingine. I think hiyo ndo kitu pia inaweza nisaidia nifike mbali because nikianza kujilinganisha na mtu maybe huyo mtu juu nyota yake ni gani, unaona. Nyota zetu ni different man. Unaweza jilinganisha na mtu na pia ujui by next year wewe yako itakuwa iko imeng'aa kuliko mtu mwingine, unaona. So mimi sipendi kujilinganisha na watu. Napenda tu kuwa on my own lane zangu, kupiga hustle zangu, niuze muziki yangu. So what keeps you going in music? Niliona tukianza pale ya kwanza tulisema ukianza muziki ni hiyo jina Jay Lantern na which Jay Lantern nilisema jina mzee ilikuwa na inspire na nini kuja kwa muziki. So aswa nini inafanya na kusukuma sana kwa muziki? Naweza kwambia muziki ni therapy manze. Muziki ni therapy. Na nasukuma bado nifanye muziki. Ni passion pia niko nayo kwa muziki, unaona. Because hata nikikaa for a while bila hata kuandika kitu ama bila kurelease any song, inafikanga tu mimi hujipata tu naimba, unaona. Nijipata tu naimba niko kwa gari, muziki inacheza hapo, lakini mimi kwa akili yangu siimbi hiyo muziki. Hiyo beat naimba kwa muziki ndio naimba nayo ngoma yangu kwa kichwa yangu, unaona. So unatoa hiyo mtu anaimba beat kwa kichwa yangu mimi naimba yangu, unaona. So hapo mimi ndo nasema kuna time fulani nilisema hii mambo ya muziki pia ni focus na maisha, unaona. Unajua pia maisha sisi wengine ambao tujatoka tumii pesa ya wazazi. Wazazi wanategemea pesa zetu. Lazima tu balance vitu, unaona. So sometimes mambo huenda kwa tough and feel like ni focus tu na basi na maisha ama kitu moja. But then unapata hii kitu pia ni passion na talent uko nayo kwa damu yako, unaona. So ni ngumu pia kuiacha, unaona. So I think me tuna inspire sana na keep going ni tu ni maisha vile. So life yangu na vile ningetaka life yangu to change one day ukimali hao wengine kama walifika ama penye wengine wako ama para niende zaidi, unaona. Sky sio limit, tunafocus. Nasema sky is not the limit anymore, bana. So who would you like to collaborate with? Msanii gani ungependa sana kufanya naye kazi? Mimi ningependa kufanya kazi na watu kadhaa. Lakini siku moja ningependa kufanya kazi na Star Cardinal. Star support kijana, mpatie collab kwa unaweza mpatia pia. Anafanya vizuri, shikia wasanii wengine mkono. Kuna OG kali kafanya na ile The Brown. Sasa tunaanza tuna hapa Kenya tu kuna wasanii tu wakali man. Yani kufanya kazi nao mazee ni shida nyingine kubwa sana. So kwa hiyo tunaweza furahia, unaona, na feel proud.
Bien pia ni msanii mwenye nampenda sana pia. Hao ni master. One of the baddest mbaya sana. Na vizuri sana muziki wake anafanya mzuri ndani na nje ya nchi. Ndani na nje bambana. Ukipata collab na Bien si rahisi bro. Lakini So what has music taught you? Like muziki imekufundisha nini? Hizi miaka za umekuwa ukifanya. na muziki umenifundisha patience. Kwa muziki hata ukiangalia wenye wametoboa kwa muziki, utapata huyu msee tuna safari fulani tu kwanza kuna watu walianza hata wakapose kwanza wakakata ni kama wapo Kweli niliona wakajipanga wakarudi. Kweli niliona kama Nyashinski the other day alianza mapema akakuja akapotea. Sasa unaona comeback moja nzuri sana. Muziki I think ni passion, jiaminie. No pia your audience. No. Na kuengage nao pia. Jua wote wa kwanza wanataka. Na ukue wewe, imba kuwa wewe. Usitaki kuiga mtu yote. Usitaki kuwa mtu mwingine. Imba wewe. Utapata mafanzo wako wenye wanakupenda tu wenye wewe huko. Unaona, but pia mtu atibidi kwenye bidii muziki haitaki uzembe bebe. Unataka haraka pia. Muziki ni kazi na muziki ni investment. Unaona, like any other job. What has been your biggest challenge? The biggest challenge kupitia kwa hii muziki? Biggest challenge man ni how to balance between my normal life and music. Unaona, sometimes nitafanya muziki ama nitashughulikia my daily to daily life. Maisha yangu ya kila siku, unaona. So times inakuwa ngumu Nafaa kubalance. Uko na wewe as a person ndio uko na majukumu yako tayari za kawaida, na muziki ni investment inatafuta kweli, na kuna kinyezi fanya bila pesa. So saa zingine ndio ikichenga inabidi uangalie utalipa rent ama utalipa mzazi uko anahitaji kitu wako studio kwenda kwa pesa kama hizo. Sasa unabidi umepose hii side ndio ugaramini uangalie side nyingine, but sasa mtu hafai kugive up manze. Hafai kugive up. Wewe toa mambo yako, fanya mambo yako, pata save, ingia studio, toa ngoma, sema studio ngoma na push ngoma yako. Na siku moja tu ndio umesema kitu nikakumbuka hapo, story na kupush ngoma. So mnafanyaje marketing? Mna market ngoma zenyu aje? Marketing video kuna watu wanafanya kazi. Kuna njia mingi za kumarket ngoma. Kuna njia tu mingi za kumarket ngoma. Kuna wewe mwenyewe kupost ngoma zako kwa social media, unaona. Pia kuna venye pia unaweza lipia ndio market ngoma yako. Unakwambia unalipia muziki ni pesa. Muziki ni investment mzee. So hizo vitu zote kumarket ngoma bado zinataka do, unaona. So mimi naweza sema mtu anafaa jipange. Otherwise muziki unaweza kufa moyo. Unaweza unapopotea katikati ya njia ya safari, unaweza kufa moyo. Kama utajipanga vizuri, kufa moyo. But kufa moyo, wewe ng'ang'ana.
So na one day umesema kwamba muziki ni investment kubwa ndio unapitia changamoto ya kifedha ama hivi. Ukipata mdhamini yeyote mwenye willing kusupport wewe muziki wako, kama mwenye anataka kusaini na mkataba, unataka kusaini na mtu mkataba, ina depend pia kusainiwa na mkataba. Sio huwezi kuingia tu kwa kusainiwa tu hivi hivi alafu baadaye atakupiga 5 years hapo huja nini. So ukipata mtu mzuri mwenye atakushikilia na ukuwe ni mkataba ambayo uta benefit kwa, unaona, ni mkataba inakutambua wewe pia kama wasile like na kama vile wasanii ama nini. So ukipata mkataba poa, wewe usijitete, especially kama wewe ni msee unaanza muziki, sio mtu wa kuchagua sana. Sio mtu wa kuchagua. So kwa sasa nikiuliza vile umesema ukipata mtu mwenye anakupatia na sign mkataba, kando na hiyo iko kuna ile like nisema ni kama board ama nini inatetea haki za wasanii ama musician, iko kweli ya kutetea haki za wasanii like kama kufunguliwa like ni kama ina deal na welfare nini wana muziki hiyo naye kama akineme iko kweli ama na kitakaiko kila mtu kivyake. For now mimi sijafika level, but sinafikiria msanii yote anakuwa na kuna ile haki ya kunifanya ni kutetea hata despite ni mdogo kama mkubwa. Hiyo haki iko, lakini haki inafaa ikuwe. Ukiangalia most of wasanii complain hata ile wanapata watu wasichoke. Wewe piga kazi yako, tegemea mfans mashow, tegemea sana. So what should your fans expect from you by Jay Lantern? Malizie Mafans wangu, mimi basi kwanza nataka kuwashukuru sana the support mmenipea, and so choka na mimi so give up, and mimi na promise vitu kwa na promise vitu. Niko na ngoma kadhaa kwa studio zenye soon na release. Nimekuwa nikijipanga pia, unaona, kwa muziki nikijipanga kujipanga. So mpya promote mwaka very soon kuna ngoma nataka kutoa, EP, album ama single. I think nitatoa EP. Nitarajie ngoma kama 6-7 na hiyo. Niko na zaidi ya ngoma 10. So watu wajipange. Jay Lantern amesema atakuwa na ngoma mpya EP, watu wajipange, inakuja. So hivyo Jay Lantern kufika kwa salamu. Nimeshukuru man. Nimeshukuru kwa karibisho yako. Welcome poa. Uje tena. Kwa wale waje subscribe kwa channel yetu, muone like, subscribe na mshare, na tutazidi kuwaletea wasanii wengine wapya. You can follow me kwa @JayLantern254 on YouTube. JayLantern254 kwa any social media, Facebook JayLantern254, Instagram JayLantern254, na TikTok. Tunaone wakati mwingine tena kama huu. Kwa mimi nani mazataka tulete hapo tena the next show.